Anaitwa Emma, ni mkuu msaidizi na mwalimu wa hesabu hapa chuoni. Lakini kichwa chake anakijua mwenyewe tu na tabia yake. Huyu bibie anaitwa Sahil. Sasa katika harakati za hapa na pale kama kawaida yake, lakini ghafla anaingia bibie anaitwa Betty. Anafika pale na kusalimia. Lakini alichokiona alibaki kushangaa tu. Basi mchezo ukao umeishia hapo. Basi bibie Sahil kabidi avae nguo na aondoke zake. I say, Mr. Emma alimaindi kinoma. Kwa nini unaingia ofisini kwangu bila hata kugonga? Hujui kama hapa ni ofisini, tena ofisi binafsi. Basi bibi akabidi amuombe msamaha pale. Unamuomba msamaha nani? Umefanya upuzi sana wewe. Haya, nieleze nini kimekuleta. Basi bibi akamjibu, nimekuja kuhusu mtihani niliofanya. Kwa hiyo najua nilichokifanya katika mtihani na nina uhakika nimefaulu sana, lakini umeniwekea 5 iliyopelekea kufeli. Kwa hiyo unajua ulichokifanya eti? Bibi akamjibu, ndio najua. Unajua kabisa? Ndio. Basi kaa chini. Basi bibi ikabidi akae chini. Basi Mr. Emma akamwambia, kwanza jina lako unaitwa nani? Bibi akamjibu, jina langu naitwa Betty. Na unajua kama mimi ni mwalimu wa hesabu hapa chuoni? Basi Betty akamjibu, ndio. Sawa. Akamuuliza, umesema umepata ngapi? Basi bibi akamwambia, umenipa 5 ya 100, lakini nina uhakika kabisa sio maksi zangu nilizotakiwa kuzipata, na hisi kutakuwa kuna makosa ambayo yaliyofanyika. Basi Mr. Emma akacheka sana kisha akamwambia, ngoja nikwambie kitu Betty. Kabla ya kufaulu mtihani wowote hapa chuoni, unatakiwa kufaulu mtihani wangu kwanza, na mtihani wangu ni mwepesi kabisa, na baada ya kufaulu mtihani huo unapata 100 ya 100. Bibi akamwambia, lakini mbona mitihani yote niliyofanya nimefaulu, lakini umenifelisha, umenipa 5 ya 100. Hizo sio maksi zangu, nilikuwa nishafaulu tayari. Mr. Emma akamjibu bibie, 5 umezitafuta wewe na 95 zinapatikana hapa. Bibi akashangaa, akaendelea kumwambia, baada ya kupata hizo 5 na hizi 95 jumla inakuwa 100. Umesema 95 zinapatikana wapi? Basi Mr. Emma akasimama na kumsogelea bibie na kisha akamwambia, Betty, unajua wewe ni msichana mzuri sana, na tangu nilipokuona hapa chuoni nilitokea kukupenda sana, na nimekuwa nikifanya kila kitu kuhakikisha unafaulu mtihani wangu. Ona jinsi ulivyokuwa mzuri, upasi kupata shida. Bibi akamtoa mkono, akamwambia, usiniguse. Mr. Emma akamwambia, kwa hiyo umetoa mkono wangu au sio? Basi bibi akamwambia, samani mwalimu, lakini. Basi Mr. Emma akasema, samani ya nini? Hebu niangalie usoni. Basi bibi akamwangalia, unajua wewe ni mzuri sana, hicho ndio kinafanya na kuhitaji, na nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Nitakupa 100 hata ukitaka 200. Kitu unachotaka ufanye ni kufanya tu mtihani wangu, na sio mgumu, sawa? Na kupenda ile ya ukweli. Bibi akaitoa mikono yake, usiniguse tena. Haya, nenda nje. Ondoka ofisini kwangu. Basi bibi akaondoka zake. Najua umepagawa wewe, na siku ya kwanza nilipokuona nilijua kabisa umepagawa. Mwenda wazimu wewe, msichana uliyepagawa. Na siku ya kwanza nilipokuona sikuwahi kukupenda, nilijua tu umepagawa. Uchafu mtupu, na nisikoni tena ofisini kwangu. Basi bana, binti akawa ameondoka zake. Basi njiani anakutana na Sahil, yule mdada aliyemkuta ofisini. Basi Sahil akamuita, Betty, njoo hapa. Betty akamwambia, nini? Sahil akamjibu, nini ulichokiona ofisini? Kwani nimeona nini unachomaanisha? Kwenye ofisi ya mwalimu wa hesabu, nini ulichokiona? Basi Betty akamjibu, niliona tu mnalomantikiana wenyewe, mtu na mpenzi wake. Kwani unahisi nini kingine nilichokiona? Basi Sahil akamkunja Betty na kumpa biti kali. Sasa nisikilize, tena nisikilize vizuri. Haijalishi umeona nini, lakini hiki ulichokiona nikikisikia popote, na nikisikia umemwambia mtu yoyote, nitadili na wewe. Kisha akamwachia na kumuuliza, kwa hiyo unataka na kunipiga au sio? Nitakupiga kweli ukijaribu kunishika tena. Maana aliona bibia amekaza kinoma. Basi kila mtu akashika njia yake. Huku tunakutana na bibia anaitwa Eva. Hey Betty. Betty akamjibu, nini? Kwani unasemaje? Kwani nini kimetokea? Mbona uko hivyo? Basi Betty akamjibu, ni kuhusu Mr. Emma. Nimeenda ofisini kwake kuhusu mtihani niliofaulu, akanifelisha, lakini anaanza kunishikashika vile anavyojisikia. Hata wewe? Unamaanisha nini kusema hata mimi? Na mimi niliendaga siku iliyopita kuhusu mtihani niliofeli. Alitaka kunishikashika na kuambia si akataka turudiane. Kwa kweli sikujisikia vizuri. Mimi nikamwambia anatakiwa kunipa maksi zangu kwanza, alafu ndio nitarudi kumuona. Na kuanzia hapo ananisumbua paka leo, na nimekuwa nikimkwepa kwa kweli tokea ile siku. Basi Betty akamwambia, sikuwahi kufikiria kuwa Mr. Emma anaweza kuwa mtu wa aina hii. Na maanisha alikuwa mtu mwenye heshima sana,
na kila mtu hapa chuoni alikuwa anamheshimu, hata mkuu wa chuo, na ni kama msaidizi wa mkuu wa chuo, na sielewi hii tabia imetokea wapi. Basi bibi Eva akamjibu, kwa kweli hata mimi sijui niseme nini, lakini sasa hivi tuna kipindi, tunatakiwa kwenda. Basi wakaondoka zao. Turudi huku kwa Mwamba, yuko ofisini. Ghafla mtu anapiga hodi, akamruhusu aingie. Baadaye anaingia bibi anaitwa Zara. Basi Mr. Emma akamwambia, unaweza ukakaa kabisa. Basi bwana, bibi alikuwa hana mambo mengi, anajua utaratibu, akaanza kupunguza moja moja pale. Mr. Emma akashangaa, akaguna kidogo. Basi bibi akamwambia, niko tayari. Uko tayari nini? Kufaulu mtihani wangu. Mr. Emma akamwangalia kisha akamwambia, kwa nini umebadilisha mawazo yako? Basi bibi akamwambia, nilienda kufikiria vizuri. Mwamba akamwambia, haya geuka. Akahakikisha kidogo, haya njoo. Basi bibi akasogea. Vipi, uko sawa? Bibi akamwambia, niko sawa. Unajua kitu napenda. Basi bana akafanya yake. Huku tunakutana na Mwamba anaitwa Niki. Hello Betty, samani naweza kuongea na wewe? Basi bibi akasogea na mwenzake Eva. Niki akasema, nimemaanisha Betty sio wewe. Bibi Eva alimaini kisha akaondoka zake. Basi bibi Betty akamsalimia, vipi? Safi tu, uko poa? Niko poa. Vipi shule? Shule inaenda safi tu. Vipi kuhusu mtihani uliofanya? Mtihani nao ulikuwa vizuri tu. Sawa, nataka kuomba kitu. Haina shida, omba. Unaweza kuniazima 20,000? Bibi akamcheka sana. Kwa nini unacheka? Kwa sababu unachoongea kinachekesha, na maanisha utani wako umenifurahisha. Lakini sitani, niko serious. Uko serious? Basi bibi ndo kwanza anazidi kucheka. Nahitaji 20,000 kwa sababu. Kwa hiyo uko serious, unataka nikupe 20,000? Ndiyo, nataka kwa ajili ya biashara. Basi ndio anammaliza bibi kwa kicheko. Hivi ni kweli umesema biashara? Ndiyo, mimi ni mfanya biashara. Basi bibi akamwambia tu, samahani lakini lengo sio kukucheka. Basi sicheki tena. Sawa, lakini wewe ni mtoto wa tajiri na tena ni mfanya biashara. Lakini ona mimi hata niweke hela nilionayo kwa siku kwa mwaka mzima haiwezi kufika hata hiyo 20,000. Basi Niki akamwambia, sawa basi nipe hata 10,000. 10,000 tu? Najua unayo bwana, usinifanyie hivyo. Betty akamwambia, kwanza kwa nini unaniomba? Unamaanisha hauna hata hiyo 10,000? Ndiyo, baba yangu alisema hawezi kunipa hela kwa sasa na amenipa kama adhabu. Basi Betty akamwambia, lakini mimi sio mtoto wa kitajiri kama wewe, kwa hiyo sina hata hiyo 10,000 unayohitaji. Hata 5,000 basi, niko serious. Basi bibi akamwambia, bana naona hata aibu kukwambia, hata hiyo sina. Akaondoka zake. Njoo basi Betty. Bana niache. Basi naomba hata 2,000. Betty akamwambia rafiki yake, usijali bwana, hana chochote cha muhimu cha kuongea. Kisha wakaondoka zao. Basi turudi kwa Mwamba huyu hapa. Tumpe jina gani? Weka kwenye comment. Usisahau kusubscribe for more notification. Maoni yako ni muhimu zaidi ili kupata kitu kilicho bora zaidi. Leo akakutana tena na Betty. Betty vipi? Niko safi. Natumaini umejiandaa vizuri na mtihani wako wa moko. Ndiyo nimejiandaa. Na umesoma? Ndiyo, lakini ushauri wangu, unahitaji usome sana ili mwisho wa siku uje nje ya rangi zinazong'aa, ili ukija ujihakikishie mwenyewe. Sijui umenielewa? Kwa hiyo unasoma vizuri ili uweze kufaulu mtihani wako, uje na upate A, na kuhakikishia kama ukisoma vizuri ukatengeneza max kwenye mtihani wangu mwenyewe na ule mtihani wangu mwingine nitakupa max 100. Ujizingatie sana, sawa Betty? Kisha akaondoka zake. Basi Betty alichukia sana, sihitaji kabisa kumuona huyu Mr. Emma. Kisha akaondoka zake. Basi baadaye bibi Betty alikuwa na mawazo sana, amekaa zake chini ya mti. Niki alimuona kisha akamsogelea na kumuita hello. Ikabidi amshtue. Hello, uko sawa? Ndiyo niko sawa. Una uhakika uko sawa? Ndiyo niko sawa. Una uhakika kabisa uko sawa? Maana sikuelewi. Bana nimekwambia niko sawa. Una shida gani? Basi samahani. Ikabidi Niki aondoke zake. Turudi kwa Mwamba kama kawaida yake. Leo yuko na Zara, lakini ghafla mlango unagongwa. Mr. Emma akasema, subiri kwanza, nani unagonga? Subiri. Basi anaingia bibi Sahil. Mr. Emma akawaka, kwa nini unaingia bila kuruhusiwa Kwa nini unaingia ofisini hivyo? Basi bibi Zara akavala kalaka na kumwambia, nitakuona baadaye. Haina shida. Basi bibi Zara akaondoka zake. Mr. Emma akamwambia Sahil, hebu kaa chini. Nimekuambia kaa chini. Basi Sahil akiwa anashangaa sana ikabidi akae. Hivi kwanza kwa nini unaingia ofisini kwangu bila hata kuruhusiwa Umegonga mara ya kwanza nimekwambia subiri. Umegonga mara ya pili nimekwambia subiri. Kwa nini unafanya hivi? Kwanza muda huu ulitakiwa wewe ushaondoka nyumbani. Unafanya nini ofisini kwangu kama senene za Bukoba? Basi bibi akataka kujielezea. Ongea bana, nini kimekuleta? Basi bibi akamwambia, nimekuja kukwambia kuwa nataka kuondoka nyumbani. Ona sasa ulivyokuwa mabilingani. Sasa ulitakiwa kuondoka tu paka uje uniambie. Hauoni wenzako muda ukifika wanaondoka. Wewe kwa nini paka uje uniambie Sio vizuri bwana. Basi bibi akamwambia, samahani,
unajua wewe ndio unanifanya niongee kwa sauti, na wakati unaelewa kabisa kuwa wewe ni rafiki yangu sana. Basi bibi akaendelea kusema, samahani, lakini natumaini hiki sio ninachokifikiria. Kwani unafikiria nini Yeye na wewe. Mimi na yeye kuhusu nini? Na kama ni kweli unafikiria nini kitatokea? Au unafikiri ni wewe tu ndio unaitaka Max? Hata yeye anataka Max na anahitaji kufaulu, na njia ya kufaulu ni kufanya mitihani yangu na iko miwili. Sijui unanielewa. Wewe tayari ushafaulu, utaki na wengine wafaulu? Kwani wewe ufurahii? Basi acha na wengine wafurahie. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Najua ushaona kila kitu, unaweza ukaondoka. Ondoka. Basi bibi Sahil akasimama na kuondoka zake. Bibi Sahil alishaanza kumpenda sana Mr. Emma, lakini baadaye Mr. Emma akamuita, "Hey, njoo kwanza tumalizie." Kudadeki, nilikuwa nishachapa shuti moja, angalau ulitakiwa kumalizia alipoishia mwenzako. Sasa itakuwaje? We Zara, basi bana turudi kwa bibi Betty. Yuko anajisomea maana wana mtihani, lakini baadaye anakuja bibi Sahil. Kabidi awe mpole maana walishawahi kukosana. Akamsalimia Betty, "Habari yako?" "Safi, naweza kukaa?" "Ndio, unaweza kukaa." Basi bibi akakaa. "Naomba msaada wako." Betty akamuuliza, "Unaomba msaada wangu? Yaani unamaanisha unahitaji msaada wangu?" "Ndio." "Sawa, ni kuhusu mwalimu wa hesabu." "Nini kuhusu mwalimu wa hesabu?" Basi Sahil akajibu, "Kwa nilipofikia kwa kweli nahitaji msaada wako kwa kuwa nimechoka, kwa sababu nafikiri siwezi ishi bila yeye. Nahisi kabisa nampenda na aliniambia kuwa mimi niko mwenyewe tu kwa aliyenichagua." Basi Betty akamwambia, "Wewe aliwezaje kukuambia kuwa wewe ndiye mwanafunzi pekee aliyekuona na wewe ukamwamini?" "Kwa kweli hata sielewi. Ni yeye ndiye alinitoa usichana wangu na alinifundisha pia kuvuta madawa. Alikuwa akiagiza, mimi ndio nafuata na kumpelekea. Mzigo ndio huo hapo. Nadhani utaufurahia." "Basi poa, ataufikisha. Alafu pia bei imeongezeka." "Kivipi?" "Sio 7,500 tena, ni 10,000. "Poa, haina shida, atamwambia." "Utamwambia badala ya kunipa?" "Bana nina akaunti yako, utakutumia." Basi Sahil akaendelea kusema, "Sio hivyo tu, nishatoa mimba zake 2. "Unasemaje wewe?" "Nakwambia ndio maana nimechanganyikiwa sana, nahitaji msaada wako." "Na ushawaambia wazazi wako kuhusu hili jambo?" "Hapana, siwezi. Namaanisha naanzaje kuambia kuwa nishatoa mimba 2 tena za mwalimu wangu wa hesabu na nimevuta bangi? Wananiamini sana, siwezi kupoteza uaminifu wao kwangu." Basi Betty akamwambia, "Nimekuelewa, lakini wanatakiwa kufahamu ili wafahamishe uongozi wa chuo kuhusu kila kitu." Basi Sahil akasema, "Hapana, siwezi kwa kweli. Sitaki wazazi wangu wanichukulie vibaya." Basi bibi Betty akamwambia, "Ni sawa, lakini hiki kipindi ambacho hautaki kuambia wazazi, inatakiwa tupate ushahidi mzuri kuhusu yeye ili kuonyesha kwenye uongozi mambo anayofanya." Sahil akamwambia, "Na itawezekanaje? Na uhakika wewe sio mwanafunzi pekee anayekufanyia hivyo. Kwa hiyo itatakiwa tumwambie kila mtu ili lengo letu liwe moja, ili tuweze kupata ushahidi huo." Basi bibi akamwambia, "Ni sawa, asante." Basi bana baadaye ikabidi wamfuate bibi Zara, naye akamwaga ya kwake. Basi bibi Zara akasema, "Siku 3 nyuma zilizopita ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kukutana naye, na kila nilipokutana naye alinilazimisha nifanye naye." Basi bibi Sahil akaitikia, "Yuko sawa kabisa. Yaani hiyo ndio tabia yake na mimi ndio hivyo hivyo kila muda nilipokuwa nikikutana naye. Kumbe hata kwa huyu anafanya hivyo hivyo." Basi bibi Betty akamwambia, "Inatakiwa tuwe kitu kimoja ili tuweze kuondoa hii tabia na kuionyesha shule kuwa yeye sio mtu mzuri kama anavyotakiwa kuwa." Basi bibi Zara akasema, "Lakini mimi sitaki kujihusisha kwenye mpango wenu." Bibi Betty akamwambia, "Unamaanisha nini hutaki kuwa pamoja na sisi? Unajua hii sio kwa sababu yako tu, ni kwa ajili yangu pia, hata Sahil na kila mmoja wetu hapa chuoni. Jaribu basi kutuelewa." Basi bibi Zara akasema, "Hapana, kwa kweli sihitaji kufungua mdomo wangu kuongea chochote, sihitaji mama yangu afahamu." Basi bibi Betty akasema, "Umeongea kuhusu mama yako kufahamu? Mama yako hatafahamu, kwani unahitaji kufanya naye kila ikitangazwa mtihani Sikia, mbona uko vizuri tu? Sio lazima ufanye naye ndio ufaulu. Naamini utafaulu tu bila hata kufanya naye. Kwa hiyo tuwe pamoja kwenye hili. Tunahitaji sana msaada wako." Basi bibi Zara akasema, "Sifikiri kama naweza kufanya mnachotaka." Basi bibi Sahil akamwambia, "Kwani wewe umevurugwa au? Sidhani kama utakuwa uko sawa. Tunajaribu kukusaidia na sisi pia. Kwani wewe una matatizo gani?" Basi bibi Betty akamwambia, "Sahil, haina haja ya kurumbana. Hatujui ni wasichana wangapi anaowatumia." Basi bibi Zara akakohoa kidogo, "Unaelewa tena bangi. Tunahitaji sana msaada wako ili kuondoa hii tabia.
Basi baadaye bibie akakubali. Basi bibie Betty akamwambia tunashukuru kwa kutuelewa. Basi baadaye akaja bibie Eva. Habari zenu, hii ni simu ya kaka yangu. Muda utakaokuwa naye pale, weka wazi sehemu ya kurekodi. Alafu funga simu asije kuona ukiwa unarekodi. Ni hivyo tu. Basi bibie Sahili akasema sawa, asanteni jamani. Basi Betty akamwambia tu uwe makini, tunakutakia kazi njema. Basi bana, baadaye Mwamba akiwa anaingia ofisini akakutana na Sahil ofisini. Hey Sahil. Basi akasogea pale na akakaa. Kisha akamwambia nimejaribu kuambia wenzako wakuite zaidi ya mara 3 uje kuniona, lakini haujatokea. Kwa nini umenikwepa kwepa? Basi bibi Sahili akasema na kukwepa kwa sababu nilikukuta na mtu mwingine. Kwa hiyo hicho ndio kinakufanya unikwepe kwepe. Sikia bana, msichana uliyenikuta naye sina mahusiano yoyote ya muhimu na yeye. Alihitaji mtihani wangu na kuhitaji nafasi ya kufaulu, lakini sina mahusiano yoyote na yeye. Si unaelewa, we ndio mwanamke wangu wa pekee hapa chuoni. Sijui unaelewa, sina kitu kingine cha ziada kwake. Basi bibi Sahili akasema hakuna kitu chochote. Vipi kama akipata ujauzito wako, na wakati mimi mwenyewe nishatoa mimba zako 2 tayari, na unaniambia hakuna kitu chochote kinachoendelea? Basi Mr. Emma akasema hawezi kupata mimba yangu. Hawezi kwa sababu kila tukikutana tunatumia kinga. Sijui unanielewa. Na wewe unapata mimba kwa sababu kila nikikwambia tutumie kinga unasema haupendi kutumia kinga. Basi bibi Sahili akasema mimi huyo. Mr. Emma akasema namaanisha wote kwa pamoja. Basi tutakuwa tunatumia na kuahidi hautapata tena ujauzito. Ninazo kinga za kutosha, tutakuwa tunazitumia. Sijui umenielewa. Kama umenielewa basi tabasamu basi. Haya bwana. Sahili si akaanza kutabasamu. Basi bibi akasahau kabisa kilichomleta. Mr. Emma akamwambia nashukuru sana kwa kuwa umenielewa na nakupenda sana, na kila kitu ulichokiona hakina maana yoyote. Hisia zangu ziko kwako peke yako, na hata baada ya kumaliza masomo nitaendelea kuwa na wewe. Sijui umenielewa. Si unaelewa siwezi kukuumiza eti naomba siku nyingine nikihitaji kukuona uwe unatokea kwa wakati, sawa? Basi bana Sahili akajibu sawa, nimekuelewa, lakini sitaki nilichokiona kijirudie tena. Sawa, haitajirudia. Basi nataka niondoke. Mr. Emma akamwambia subiri kwanza. Basi Mr. Emma akasimama na kufungua mlango kuangalia nje na kuufunga. Kisha akamsogelea binti akaanza kumwambia unaelewa, nimekukumbuka sana na hauelewi visi mimi ninavyojisikia kwako. Hata kama ukimaliza chuo nitaendelea kukupenda, na matumaini tulianza vizuri. Usiruhusu mtu yoyote kututenganisha. Usiruhusu hata rafiki zako, usiwasikilize. Sawa mamangu? Unaelewa we ndio msichana wa pekee sana hapa chuoni kati ya wasichana wote nilionao, na nimekuchagua wewe na kupenda. Sitaruhusu kufanya kitu chochote kukuumiza, sawa? Basi bibi akasema haina shida. Pia muda mwingine nikikuomba uwe unakuja kwa wakati, uwe unakuja kuniona. Kuna muda na kukumbuka, muda mwingine hata nikilala na kuota wewe tu. Basi bibi akasahau yote yaliyomleta. Baadaye Mr. Emma akamwambia njoo basi, unaelewa kitu napenda, angalau ufanye chochote. Basi bana bibi akasimama huku Mr. Emma akiwa anamwambia usijali, wale tawapa B, wewe nitakuwekea A, sawa? Sasa alipofika huko kwa wenzake hakurekodi chochote. I see walichukia kinoma, wakabakia wanamwangalia tu kama nyanya chungu za Mtwara. Sahili akasema jamani, sijarekodi chochote. Betty akamwambia unasemaje wewe? Naona sasa umeshaanza kuwa binafsi. Sababu hii sio kwa ajili yako, sio kwa ajili yako peke yako, ni kwa ajili yetu sote na wote watakao kuja baadaye. Wewe ushatoa mimba zake tayari, unataka uendelee kutoa kwa ajili yake mpaka utakapomaliza? Au kuna wengine pia watakuja, unahitaji watoe mimba pia kama wewe? Hii sio sawa. Kama tusipolistopisha swala hili sasa hivi kwa ushahidi tutakaoupata, hii hali itaendelea kuathiri na wenzetu pia. Basi Sahili akamwambia lakini nimeenda, anahisia na mimi, na amesema nisiwasikilize wanafunzi wenzangu. Nikiwasikiliza nitapoteza kila kitu na nitampoteza hata yeye pia. Akaendelea kwa kusema labda mtu mwingine aende, mimi sioni kama nitaweza kwa kweli. Basi bibi Eva akasema nadhani mimi sihitaji kabisa nitumie, kwa hiyo napendekeza nitafanya mwenyewe. Bibi Zara naye akasema lakini mimi niliwaambia sitaki mtu yoyote afahamu, basi nitaenda hata mimi. Basi wakashukuru kwa kujitolea baadaye, lakini walimind kinoma Sahil. Baadaye Zara akaingia ofisini kwa Mwamba, akagonga. Mr. Emma akamwambia ingia. Basi bibi akaingia. Emma akamwambia hey Zara, unaweza kukaa vipi? Zara akajibu safi tu, lakini nafikiri huu muda unatakiwa kuwa darasani. Zara akasema ni kweli. Vipi
Vipi sasa, kwani kuna tatizo? Basi bibi Zara akasema hapana, nimekuja tu kukuona kuhusu mtihani wetu ujao na mtihani wa moko. Nilikuwa nauliza nitaendelea kulala na wewe ili niweze kufaulu mtihani huo. Basi Mr. Emma akamwambia, cha kwanza sawa, unatakiwa kulala na mimi ili kuzipata maksi zote. Sijui umenielewa? Unafanya mtihani wangu ili upate 100 na kufaulu. Si unaelewa maksi hizi ndizo zinazojazia katika ufaulu wako? Sijui umenielewa? Basi bibi akasema sawa, nimekuelewa. Basi Mr. Emma akamuuliza kitu kingine? Basi bibi akasema lakini haya yote tunayoyafanya sitaki wazazi wangu wafahamu. Kwani wataanzia wapi kufahamu? Hebu niambie. Kwani utawaambia? Hapana. Ndio, hivyo ndio inatakiwa. Kwani unadhani mimi nitaandika kuwa hizi maksi zimeongezwa kwa sababu hii na hii na kuweka kwenye matokeo? Haitawezekana. Sijui umenielewa? Na hakuna mtu atafahamu. Sijui umenielewa? Kama nikiongea unadhani ni kwa nini? Kwa sababu naaminika sana hapa chuoni. Hata rafiki zako waende kumwambia mkuu na nikakataa, basi ananielewa hapo hapo. Kila mtu ananiamini, kwa hiyo usiokope kwa sababu baada ya mkuu wa chuo ni mimi. Sijui umenielewa Zara? Basi bibi akamwambia sawa, nimekuelewa. Safi, vipi kuna kitu kingine kwani? Bibi akajibu hapana. Basi njoo kufanya mambo yetu. Si unaelewa kitu napenda? Bibi Zara akamwambia lakini sasa hivi na vipindi, tarudi baadaye. Mr. Emma akamwambia kweli utakuja? Bibi akasema ndio nitakuja. Akataka kuondoka zake, lakini Mr. Emma akamwambia kwa hiyo ndio uondoke hivyo kweli? Fanya kitu basi. Basi bibi akamkisi na kuondoka zake. Mwamba kabaki anasema wewe Zara usijali, utaelewa tu kwa nini naitwa Mr. Emma. Nitakutumia wewe na rafiki zako mmoja baada ya mmoja. Akacheka sana. Naipenda hii kazi, hata maisha yangu mengine natamani niwe na hii kazi. Unakutana na wasichana wazuri, unaokopa na wakati nina nguvu, na usipofanya mtihani wangu utabaki hapa shule hata miaka 20. Akacheka sana. Basi kesho yake mlango unagongwa, anaingia bibi Betty na wenzake. Basi Mr. Emma akashangaa, hey Zara, nini shida? Baadaye anaingia mkuu wa chuo, alishtuka kinoma. Akasimama haraka, hey mkuu, habari yako? Tunza salamu yako kisha angalia. Basi bana akaona upuzi wake wote aliokuwa anaufanya na bichwa lake kama kolongo. Basi mkuu alimwambia tu, unatia aibu sana wewe. Umevuka mipaka sana na umenichanganya sana kati ya watu wote. Wewe ni wakufanyia hivi wanafunzi? Unatia aibu sana. Unatia aibu. Inabidi uandike maelezo kwa ajili ya maafisa, sababu nishawaita na wananihitaji. Naenda kutunza huu ushahidi utakaotumia kabla hujaenda mahakamani. Mbali na hapo, umefukuzwa kazi kuanzia sasa. Sitaki ujihusishe na kitu chochote hapa chuoni. Pia na wanafunzi wangu, usijihusishe na chochote. Sasa usifuate maelekezo, utajua mimi ni nani. Mjinga wewe. Watoto nendeni darasani. Bwana, kimeumana vizuri kabisa. Basi mabinti wakawa wamemaliza kazi yao. Mwamba alikamatwa na kupelekwa mahakamani. Sasa kitu kinachofuata kitakushangaza sana. Baada ya miaka kupita, Sahili alimfuata Mwamba, salinogewa. Bwana. Basi hapa ndo tunafikia mwisho wa kigongo chetu chapa kilichokuwa kinaenda kwa jina la Innocent Student. Basi ulikuwa nami Uncle DJ, wananita Davidio. Usisahau kusubscribe, kucomment. Maoni yako ni muhimu sana. Tukutane kwenye kazi zingine za kijani. Sisi kama wanafamilia wa Sando Official na Kipala Brand tunawashukuru sana kwa support yenu. Tuendelee na Profesa pia Kivuli ikiwa ndio imeanza kabisa. Niwatakie siku njema. Bwana. Basi sina la ziada.